Mdoe, unahitaji kuwa mkuu na malikia wa himaya hii hapa kwao. Unaijua gharama yake? Naijua Tobo. Nimechoka kuitwa mwanamke wa kawaida. Ili uweze kukalia hicho kitu unachokihitaji, ya kupaswa utoe moyo, tena moyo wako mama yako mzazi umtoe kama sadaka, ili uweze kupata mamlaka unayoyataka. Upo tayari? Lakini Mdoe, nguvu unayoitaka ina maumivu na machozi ndani yake. Fikiria mara mbili. Unaweza ukaondoka, na ukirudi hapa urudi na sadaka nimeyokuagiza, ili upate kitu unachokihitaji. Ondoka. Kaja kwa kusikia, hakuja kisirisiri, mapanga na majaburi. Kaja bila agano, damu ndio kikomo. Odele, hebu tazame jani lilo katika kiganja cha mkono wako. Hiyo ni ishara ya himaya hapa kwao kutokuwa salama. Asili na kwenda kubebwa. Wewe ndio uliyetabiriwa na kuchaguliwa na mizimu hapa kwao, ili uje uilinde hapa kwao. Badili mwelekeo wa njia yako, ilinde asili hapa kwao. Himaya hapa kwao inakwenda kutikiswa, na damu zao zinakwenda kuteswa. Kwa tamaa yangu una madaraka, macho yanawaka, moyo unalia, kila ahadi inavunjika, ukubwa bila haki ni mzigo. Bila agano, damu ndio kikomo. Mbona haupo kawaida Mdoe? Wamekujibu majibu gani huko? Dabu, nimeambiwa nitoe kafara. Kafara yenyewe ni mama yangu. Mama? Sikia mpenzi wangu Mdoe, nipo tayari kupambana na wewe katika kila hali na kila jambo, ili tu uwe malikia wa kichawi katika himaya hapa kwao. Ila sasa kafara ya mama tutawezaje? Siko tayari kumtoa mamangu mzazi kafara, lakini nahitaji hiki kiti cha uchawi. Lazima nifanye jambo ili nipate hichi kiti. Nitatafuta damu inayoendana na mama yangu. Kama ni hivyo, nipo tayari kusaidia mpenzi wangu. Nitapambana mpaka nihakikishe napata huyo mtu ambaye anaendana na kafara ya mama yako, ili uweze kupeleka huko ulipotumwa. Lakini usiwe mnyonge mpenzi wangu, utafanikisha. Nasikia
Shemu wangu Mdoe. Vipi? Safi. Mdoe, unajua hii njia hakuna aliyewahi kwenda na akarudi salama. Imekuwaje umeenda huko? Kahimba, acha kufuatilia mambo yangu. Ukitaka damu yako imwagike, endelea kufuatilia mambo yangu. Dabo, unajua sikuamini kwa macho yangu. Nimemwona Mdoe kwenye njia ambayo binadamu wa kawaida hatupiti kabisa. Nimemwona Mdoe kwenye njia inayotokea kwa mganga Tobo. Mdoe? Amna bwana wewe. Mdoe hawezi kupita katika njia ya Tobo. Kaimba? Amna, aliwezekana ili swala. Na unamjua vizuri kabisa Mdoe. Akihitaji lake lazima litimie. Kuwa makini sana kaka. Anaweza kufanyia kitu kibaya muda wote yule. Ina maana mdogo wangu Mdoe ametoka kwa mganga Tobo? Kivipi? Sikia Kaimba, ili swala unaniambia ni kubwa. Naomba iwe siri yako kati ya mimi na wewe tu. Usije ukamwambia mtu yote hapa kijijini. Nadhani unawajua. Ila Mdoe kama ameanza kupita katika njia ya mganga Tobo, sitaki nipoteze maisha yangu. Tena pia hata hapa nimeshapata wazo. Kuna kazi inabidi niifanye. Kuna jambo nataka kulifanya sasa hivi. Mimi nitakutana baadaye hapa kijiweni. Sawa. Afu wewe jiongeze mzee baba. Umepiga jana kibarua, umelima mwanangu, hata kuja na sigara kijiweni. Unazingua bwana. Baadaye tukutane hapa na sigara. Basi poa. Mnyama basi. Ngoja niingie. Poa. Himaya ya pakwao inakwenda kutikiswa na damu zao zinakwenda kuteswa. Kwa tamaa yangu una madaraka. Odele, umekuwa Odele. Jamani, ulikuwa kitoto wewe. Nimekuacha upo hivi. Umekuwa kwa kweli. Adela, mimi mbona bado nipo sana katika himaya hapa kwao. Kila ninapopita wananiambia eti nimekuwa. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunikuza jamani. Topi sifa yao. Kwa kweli. Unajua umekuwa wewe. Umebadilika. Asante. Sauti za wazie zinasema usicheze na uzito wa kiapo. Kile kilichofichwa kitafunuliwa. Kile kilichochomwa kitalia.